Nyota imezama, mwanga umebaki. Haya ni machache mawili matatu kuhusu wasifu wa mzee Hashim Kambi. Hii ni Safanki TV. Jina langu naitwa Ali Katalambula. Kuna watu huondoka lakini hawaondoki ndani ya kumbukumbu. Wanaacha kitu kisichoonekana kwa macho lakini kinachohisiwa kwa moyo. Miongoni mwao ni mzee Hashim Kambi. Leo hatuzungumzii tu kuhusu maisha yake, tunagusa athari yake. Hatukumbuki tu jina lake, tunahifadhi hadithi yake. Alizaliwa Oktoba 21 mwaka 1956 ndani ya ardhi ya Tanzania. Alitoka katika familia yenye maadili, heshima na nidhamu. Akalelewa katika misingi ya utu na unyenyekevu. Hakupenda kujitangaza, na pengine ndio maana hata taarifa nyingi zake binafsi kama elimu yake ya kina au kabila lake zilibaki kuwa siri ya heshima. Aliishi kwa vitendo, sio kwa maneno mengi. Kabla ya kamera kumtambua, aliwahi kuishi ndoto ya mpira wa miguu. Alihusishwa na klabu ya Young African ambapo alijifunza nidhamu, ushindi na moyo wa kujitoa. Lakini safari yake haikuishia uwanjani. Aliendelea kwenye jukwaa la sanaa. Kuingia kwenye sanaa hakuingia kwa kelele. Aliingia kwa hatua ndogo kupitia makundi ya maigizo ya kijamii. Alijifunza, akakomaa, akawa sehemu ya sauti ya jamii. Hashim Kambi hakuwa mwigizaji wa makelele. Alikuwa wa hisia, wa macho yanayosema, wa ukimya unaobeba ujumbe mzito. Kuhusu safari yake ya filamu, katika ulimwengu wa Bongo Movie aliacha alama isiyofutika. Alionekana katika kazi mbalimbali kama Handsome wa Kijiji, Twisted, Homecoming na Simu ya Kifo. Lakini kati ya kazi zake nyingi, Simu ya Kifo ilisimama tofauti. Ni filamu ambayo hata yeye mwenyewe aliwahi kuizungumzia kwa uzito, akisema ni moja ya kazi zake bora zaidi kuwahi kuzicheza. Ndani yake Hashim Kambi katika filamu hiyo aliingia kama Inspekta Wingo, pelelezi makini, mtulivu lakini mwenye hatari ya kiakili, akifuatilia mfululizo wa mauaji ya kutatanisha. Mauaji hayo yalihusishwa na mtu aitwaye Fambo, jina lililobeba fumbo, hofu na giza lisiloeleweka. Kwa uigizaji wake wa ndani wa macho yanayozungumza zaidi ya maneno, alifanya nafasi hiyo kuwa hai, sio hadithi tu bali tukio linalopumua. Ingawa sikupata mwaka rasmi wa kutolewa kwa filamu hiyo, athari yake bado inaishi ndani ya watazamaji. Maisha binafsi mbali na sanaa, Hashim Kambi alikuwa baba, alikuwa mlezi, alikuwa nguzo ya familia. Ingawa hakuwahi kuweka wazi idadi ya watoto wake hadharani, alijulikana kuwa mtu wa familia mwenye mapenzi ya dhati. Alipenda utulivu, alipenda maisha ya kawaida, alijua namna ya kutenganisha umaarufu na faragha. Aprili 27 mwaka 2026, siku ambayo ukimya ulizungumza zaidi kuliko sauti, Hashim Kambi alifariki dunia. Ikielezwa kuwa ni kutokana na changamoto za kiafya ikiwemo presha. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na maigizo. Aliondoka kama alivyoishi, kwa utulivu, kwa heshima, kwa ujumbe mzito. Hashim Kambi alikuwa mwanga wa utaratibu lakini wa kudumu. Alikuwa sauti ya chini lakini yenye kupenya mioyo. Alikuwa mwigizaji lakini zaidi ya yote alikuwa uhalisia. Ameondoka lakini ameacha historia isiyofutika. Ameacha alama isiyopotea. Ameacha jina lisilonyamaza. Hashim Kambi sio jina tu, ni somo. Hashim Kambi sio msanii tu, ni urithi. Mwili umeondoka lakini sanaa imebaki. Kwa niaba ya Safanki TV tunatoa pole kwa wafiwa, familia na wadau wote wa sanaa. Tunasema pumzika kwa amani Hashim Kambi. Hakika hii ni njia yetu moja. Jina langu naitwa Ali Katalambula.